Je, umeshawahi kujiuliza kwa nini baadhi ya watu wanapata pesa lakini bado hawawezi kupiga hatua yoyote kiuchumi? Jibu linaweza likawa ni personality ya huyo mtu. Tuangalie makundi manne ya personality za watu na namna ambavyo zinawaathiri katika ukuaji wao wa kifedha. Kundi la kwanza ni givers au watoaji. Hili ni kundi ambalo watu wake wana tabia za kuwaweka watu wengine mbele kuliko wao. Mara nyingi kundi hili wanakosa msingi wa kifedha kwa sababu ya tabia yao hiyo. Kundi la pili, hawa ni avoiders. Hili ni kundi la watu ambao wao hawataki kabisa kusikia habari za kutathmini hali yao ya kifedha. Mara nyingi kundi hili lina watu wale ambao hata wakienda kutoa fedha zao katika akaunti zao huwa hawana tabia ya kuuliza au kuangalia salio la kiasi kilichobaki katika hizo akaunti zao. Kundi la tatu, hawa ni spenders. Ni kundi la watu ambao wanatumia sana pesa zao bila utaratibu maalum. Mara nyingi hawa watu wanakosa akiba ambayo wanaweza kaifanyia maendeleo na uwekezaji kwa ujumla. Kundi la nne, hawa ni savers. Ni kundi la watu wenye tabia ya kuweka akiba, hawapendelei sana kuwekeza fedha zao. Mara nyingi wanachofurahia ni kuona ule mfuko wao wa akiba ukituna maradufu. Personality yako inaweza ikakuzuia kukua kiuchumi. Personality yako inaweza ikaifanya safari yako kuelekea uhuru wa kifedha ikawa nyepesi au ikawa ngumu kama utashindwa kucontrol hiyo personality yako. Nini ambacho unatakiwa kufanya? Kitu cha msingi ambacho unatakiwa kukifanya kwanza ni kutambua personality yako. Kitu cha pili ni kucontrol zile tabia zako ambazo zinakufanya uwe katika kundi hilo la personality ambazo nimelitaja juu. Lakini kitu cha tatu ambacho unaweza kukifanya ni kuhakikisha unajenga tabia ya kuanza kutumia pesa zako kwa nidhamu kubwa sana. Ukifanya hayo, mchakato wako wa safari ya uhuru wa kifedha unaweza ukawa rahisi sana zaidi ya ulivyotarajia. Je, wewe upo kwenye kundi lipi la personality hizo ambazo nimezitaja? Usiache kushare nasi kwenye comment section ili tuweze kujua personality yako.